Nimetangaza ajira 4,000 za walimu. Vijana walio apply ni 11,300. Mnaweza kuona crisis iliyopo. Mnatangaza ajira 4,000, wanajitokeza vijana 11,300. Na nyie mko hapa mnasema kila kitu kinaenda sawa. Hawa vijana wanahitaji ajira. Na kila siku nyie mnazungumza humu. Nyie mmeajiriwa na wananchi, mnalipwa mamilioni ya pesa. Wanahitaji ajira. Watoke mwatengenezee mazingira mazuri. Kama ni kujiajiri wajiajiri, mikopo iwepo. Kama ni ajira za serikali zitoke. Kama ni private sector iajiri. Mwenyekiti, kwa miaka 4 mfululizo serikali hii inayotudanganya na kusanya kuliko wote haijaajiri wananchi. Hakuna mbunge hata mmoja humu anasimama aseme mtoto wake anasoma kwenye shule za msingi za serikali. Hayupo hata mmoja. Sehemu ambayo serikali inakutana na shida za watu za kila siku ni kwenye halmashauri zetu. Halmashauri ndizo zinazosimamia shule ambazo watoto wa wananchi maskini wanasoma, sio watoto wetu hapa. Kama ufisadi umefanyika, kuna watu waliofanya huo ufisadi. Mkuu wa mkoa achukue hatua kwa hao watu waliofanya ufisadi. Sasa leo unazuia vikao vya halmashauri, finance committee haikai, baraza la madiwani halikai. Leo mwenyekiti, tulikuwa na watoto 1,030 wameshindwa kwenda sekondari tangia mwezi wa kwanza. Kuna vyumba vya madarasa. Tukatenga zaidi ya milioni 250 kwenda kujenga madarasa. Hizi pesa tunazo ni pesa za wananchi wa Tarime ambao wamekusanya wenyewe kwenye nyanya, kwenye vitunguu, tunazo ziko kwenye akaunti. Mkuu wa mkoa amezuia kwamba vikao havikai. Anataka sisi tu tunamwandikia barua yeye kumwomba pesa kinyume cha utaratibu wa sheria. Na mimi nimesema hakuna siku tutamuomba hizo pesa. Na muangalie kama hizi hujuma mnazowafanyia wananchi wa Tarime kwa kuwabagua kwa makusudi ni sawa sawa. Mimi sitetei mwizi na niko clear, na mwenyekiti wangu wa halmashauri katika kupigania hili aliwekwa ndani siku 11 kwa sababu ya kupigania ufisadi uliofanyika.